tumerudi kwenu kusema asante. Tunawashukuru sana 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 kwa moyo wenu wa upendo, kwa moyo wenu wa shukurani, na mlifanya yale kwa makusudi. Mmeona wenyewe kazi kubwa na nzuri aliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwetu sisi kama wanawake ni heshima, lakini kama wananchi wa Tanzania ni heshima kubwa. Kwa hiyo ndio maana tukasema ni lazima tukapambane tupate kura za heshima. Tunawashukuru sana. Kwa hiyo tumekuja tu kusema neno asante. Hatuna chengine, hatuna cha kuwapa, lakini jamani, naomba mpokee shukrani zetu za dhati. Tunasema asante. Asanteni sana. Ambalo tunatembea nalo kuambia, tunawasisitiza baada ya kumaliza uchaguzi mkuu, kazi zinaendelea. Tumetoka kwenye uchaguzi mkuu, tumezoea tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu mambo yanakuwa ni mengi, si ndio Mambo yanakuwa ni mengi, heka ni nyingi. Kipindi hiki watu wanawezekana hata maji hawanywi, mwenzio akikupa maji hunywi. Jamani, uchaguzi umekwisha. Sasa tunarudi kwenye mstari kukijenga Chama cha Mapinduzi. Amani ya nchi hii, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuilinda na kuitunza, kwa sababu ndio tunu pekee tulioachiwa, ambayo kuilinda kwake na kuienzi yale makubwa tunayoyaona leo, yote yamesababishwa na uwepo wa amani na utulivu katika nchi yetu. Sehemu yoyote ambayo haina amani, huwezi kuomba barabara ukasema barabara hizi hapa, tumeambiwa barabara ya Singida Babati itajengwa wakati gani kama hakuna amani? Haiwezekani. Tunaambiwa kuna maeneo watu wanataka maji, kuna maeneo watu wanadai vituo vya afya, wanadai zahanati. Hauwezi kufanya maendeleo yoyote sehemu ambayo hakuna amani. Sisi Mungu ametupenda kama Watanzania. Leo hii tunashuhudia maendeleo makubwa yanayofanywa katika nchi yetu chini ya Chama cha Mapinduzi. Maendeleo haya yanafanywa kwa uwepo wa amani na utulivu. Tunawaomba na kuwasihi, sote tuna wajibu wa kuhakikisha tunalinda amani kama tunavyolinda mboni hizi za jicho. Mtu umefumba macho unaogopa. Tulinde amani kama tunalinda mboni za macho yetu. Hususan kuwaomba wenzetu wa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, kuendelea kutoa elimu kwa kina mama waliopata mikopo na waliokuwa hawajapata mikopo. Tuombe sana muendelee kutoa elimu kwa wanawake, kwa vijana na makundi maalum, ili lengo la serikali la kuweka 10% liweze kufikiwa. Ni lazima tushuke ngazi zote tuwafikie, na nimefurahi Mheshimiwa mbunge kasema katika jambo hilo yeye kama mbunge wenu hilo hawezi kukubali. Piga makofi mengi kwa Mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo naamini kama watendaji mtashuka mkawafikia kina mama wengi, hakuna mama ambaye habari hii ya mikopo haitaki. Ndiyo maana kina mama hawa unawakuta kwenye mikopo ya kausha damu, wanakwenda kule kwa sababu wamekosa taarifa sahihi. Wapi watapata mikopo isiyo na riba, mikopo rafiki ambayo hii inatolewa kwao kama mitaji
ya kuimarisha na kuboresha shughuli zao. Lengo ni kina mama hawa waondokane na umaskini, wajitegemee kiuchumi, lakini kina mama hawa na kivijana na wale makundi mengine wawe na uwezo wa kutoa ajira, wawe na uwezo wa kuajiri watu wengine. Na leo hapa Hanang' nimetembelea kikundi ambacho kimepata mikopo na kimetoa ajira. Ni kiwanda sasa, wanatengeneza mafuta ya alizeti. Wameajiri, wametoa ajira za kudumu, lakini wanatoa ajira za muda pale wanapokuwa na shughuli. Kwa hiyo hao ndio lengo la serikali. Lengo la serikali hii ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuona uchumi na ustawi wa mwananchi wa Tanzania unaimarika. Kwa hiyo niwaombe sana wenzetu wa maendeleo ya jamii, tujishushe, tushuke chini. Tunatamani tukitembea kwenye hii mikutano tusikutane na kina mama wanaosema hawafahamu habari za 10%. Na serikali hii pendwa katika bajeti ya mwaka huu imeongeza 5%. Mikopo hii sasa itakuwa 15%. Maana yake nini? Maana yake 10% inakwenda kule kwenye mikopo. Lakini hawa tunaowapa mikopo wanazalisha bidhaa, zinahitaji kwenda kwenye masoko, wanahitaji masoko na mambo mengine. Kwa hiyo serikali hii pendwa imeona iongeze 5% ambayo inakwenda kutumika kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ikiwemo masoko na mambo mengine.